Katika Ukristo wetu hatuna miungu mitatu. Yesu Kristo, tuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haimaanishi ni miungu watatu. Inamaanisha Mungu mmoja ambaye ni Baba, ambaye ni Spirit aliyokuwa mbinguni. Kuna siku alitoka kwenye roho akawa mwili, akaja kumkomboa mwanadamu physically, mwanadamu aliyeshindwa na dhambi ya physical katika dunia hii, akaja akamkomboa. Ndio Yesu Kristo, yule aliomba mbingu na nchi asiyoonekana, ambaye hatuwezi kumuona kwa macho haya, ambaye ni roho. Kuna siku alitoka akaacha roho na ufalme na kila kitu, akakiacha, akauvaa mwili, akaja akapita duniani, akaishi kama mwanadamu, akawa mwanadamu kama sisi, ili atuonyeshe kuishi maisha ya hapa duniani tunaweza tukashinda. Ndio Yesu Kristo, ndio akaonyesha ukombozi ni nini. Lakini baada ya kumaliza alichomaliza kuonyesha kwamba mwanadamu unaweza kashinda kuishi hivi, alirudi rohoni, ndio Roho Mtakatifu, the Holy Ghost, akaja akaishi na sisi sasa kiroho tena, aingie ndani yetu atusaidie ili tuweze kushinda vita, kwa sababu ameshabadilika, amerudi rohoni. Hawezi kuja tena katika mwili akae na wewe, anakuja akae kwenye roho, anaishi kwenye roho zetu, ndio Holy Ghost. Mungu yoyote anayeabudiwa duniani, kama unamwabudu Mungu ambaye sio Elohim. Elohim maana yake 3 in 1, maana yake ni 3 in 1. Kama sio Elohim, sio Mungu wa kweli. Ndio tofauti ya Ukristo na dini nyingine zozote. The only God we know, we are serving, we worship him, it is 3 in 1, Elohim. Elohim plural, maana yake Mungu mmoja sawa katika utatu, ambaye anajidhihirisha katika personality tatu, amejifunua katika personality tatu: Father, Son and Holy Ghost, na Roho Mtakatifu. Ndio Mungu wa Israeli. Haleluya. Na fundisho la Kristo lote la kweli lazima nifuzungumze hicho kitu. Nisipozungumza hivyo basi, haleluya.